Yaani unafanya kazi gani? Hii ya IT uliyosema au pia kuna kazi nyingine? Kwa nini unauliza hivyo? Kwa sababu sikuoni ukitoka kwenda kazini au hata labda kuzungumzia kuwa jana nilikuwa kazini. Sijawahi kusikia. Wewe upo tu nyumbani na kila nikija hapa nakukuta, na mimi nikitoka asubuhi kwenda kazini na kuacha unalala na una hela. Unafanya kazi gani? Mimi natafuta hela. Najua ugumu wa hela. Yaani kuipata hela ni ngumu sana. Ndio maana nikiona mtu anaipata kiulaini, lazima niwe na shauku ya kutaka kujua anafanya vipi. Tatizo lako wewe upo kwenye dunia ya zamani. Yaani wewe unaamini kazi ngumu ndio inaleta pesa nyingi. Na mimi sikushangai. Ila tu nina kazi kubwa sana kubadilisha hiyo mentality yako. Kwa sababu Mimi najua naona labda hujanielewa. Mimi namaanisha sioni nisikilize Sheila. Yaani unavyoleta complain kuhusu kazi na ninavyopata hela, unakuwa unamaanisha nini? Yaani unamaanisha mimi ni mwizi? Au kwa akili yako unahisi mimi napata wapi hela mpaka unaanza kuwa na mashaka kiasi hicho? Hapana, sina maana hiyo. Mimi naona ndo unavyonichukulia hivyo. Wewe mtu nishakwambia namna anavyofanya kazi, namna anavyolipwa, kila kitu nishakuweka wazi. Lakini bado tu unaendelea kunihoji swala moja kila siku. Yaani sijui hata unanifikiriaje. Unaboa bwana. Naomba nisamehe kama nimekukwaza. Mimi sikufikirii vibaya kama unavyosema. Ila si unajua tena ni katika hali ya kutaka kujua tu. Naomba nisamehe. Mimi mwenyewe naona ni kweli na kukosea kwa sababu ushanieleza kuhusu hiki kitu. Ila sijui, nashangaa tu kwa nini leo nimeleta tena hiyo mada. Naomba uniwie radhi kwa kweli. Sawa. Ngoja na leo nijaribu bahati yangu. Siku ile si nilikuwa nina haraka, leo nina muda leo. Sina haraka yoyote na lazima nipate majibu hapa. Rasta anakujaga kwa nani? Kampata mshefa gani hasa huyo Rasta mpaka nyumbani asitulie kuto yuko hapa. Leo nitapata majibu. Tasubiri hapa. Tajua tu. Nachelewa. Wewe hata kuniamsha. Sehemu ya usingizi ulikuwa umenikaba huo. Ulivyokuwa unakoroma sasa umelala kama pono leo. Wewe miskolomi wewe. Unakoroma. Miskolomi bwana muongo. Siku nyingine nitakurekodi. Na kiswaswadu au utanirekodi na nini? Simu yako au? Basi mimi naenda. Basi sawa, tutawasiliana basi. Okay, poa, bye. Okay, bye. Na leo kalala hapa tena.
Kwa hiyo huyu kila siku anakuja kulala hapa. Ina maana kule ndo kahama au? Acha aende. Mimi leo sina hata haraka. Lazima niendelee kusubiri hapa hapa nione nani anatoka huko ndani. Hata asipotoka, lazima niende nikagonge mlango. Yaani leo itafahamika leo. Lazima nijue. Mimi siwezi nikakaa hivi jambo linanikaba siku zote hapa, linanikaa hapa duku wakati nina uwezo wa kupata majibu kiurahisi tu. Mambo mangapi mimi nayapatia majibu mapema sembuse hili. Ili inawezekana nisumbue lichukue muda mrefu kama hivyo. Leo nitajua. Na nikishamjua huyo mtu mwenyewe sasa, ndo nitajua sasa na mimi naweza kusambaza vipi ule ubuyu ambao unaweza kuupata hapa. Itafahamika tu. Ni macho yangu au naota? Amka, sio ndoto hii. Jamani, mimi leo naamini Mungu ananipenda. Yaani amenirahisishia kazi yangu hivi. Mwenyezi Mungu amenirahisishia kazi yangu, imekuwa nyepesi. Dogo. Mambo vipi rafiki yangu? Rafiki yako wewe? Si wewe jamani. Yaani rafiki yangu bwana. Kumbe unakaa hapa. Ina maana Rasta nakujaga kulala hapa. Yaani wewe dogo. Vipi kwani? Hamna bwana, nakutafakari sikupatii majibu. Mimi nikajua umeachana na Rasta sasa hivi huko na ule mshangazi, kumbe uko na magome yote mawili. Isiwe kijana wewe. Wewe kijana, sijawahi kuona kijana kama wewe. Sijawahi kuona mtu kama wewe. Hizo. Uko vizuri sana. Na mimi natamani siku moja nikiwa mkubwa niwe kama wewe. Hamna hiyo bana. Huo ndo ulijali bana. Kwa sababu hata ukienda nyikani huko unakuta simba na majike 6, 7. Ukirudi nyumbani majogoo yanaofugwa, jogoo lina matetea yale yako 8, 9. Kwa na binadamu sisi natakuwa tuwe hivyo hivyo. Wewe sasa hivi kijana mmoja uko peke yako kembamba, lakini unamiliki magoma mawili, ule mtufetufe ule na mwingine chembamba. Ni safi sana. Unastahili sifa kwa kweli. Ngoja kwanza. Sasa una haraka ya nini na wewe? Mimi nataka tuongee kidogo. Hebu niambie siri ya mafanikio ni nini? Ni nini siri ya mafanikio yako? Ni kitu gani hasa kinachokufanya wewe mpaka umiliki magoma mawili na wote wanakuelewa kwa wakati mmoja? Una nini hasa? Sema tu maumbile, Ama kweli Mungu amtupi mja wake. Yaani nimekuja hapa kwa swala moja tu la kupata ubuyu kuhusu Rasta. Mungu jinsi anavyonipenda akanipiga na bonus. Nimekuja kugundua kwamba huyu kijana anaishi hapa. Kwa hiyo tena hiyo nenda kupata shilingi 50 yangu kutoka kwa mshangazi. Ni bahati iliyoje jamani. Unaenda kwa swala moja unakamilishwa na swala jingine. Ama kweli mwenye nacho uongezewa. Ubuyu ninao na pesa ninazo na natamba nazo. Sijui utakuwa ushafika mbali, maana unatoka tu ndio unaona hapa umesahau mtandio. Kweli. Sijui nimesahau vipi. Hebu niwekee basi nitakuja kuchukua. Sawa. Alafu ulivyotoka tu yule mzee kaja hapa. Mzee gani? Si yule jirani yako yule mbea kichaa yule. Libozi. Amekuja kufanya nini? Alikuwa anasemaje?
Amesema tu huwa anatakaga kujua nalalaga kwa nani, ila leo ndo amejua. Yaani ameongea vitu vingi sana. Unajua anaongea kishenzi. Ise. Achana naye bwana, muache tu afuatilie maisha yetu, akichoka ataacha. Na anafuatilia, utazani analipwa au ametumwa. Yaani acha, anaboa sana na anaongea kishenzi yani. Achana naye, muhimu mbeo wake hauna madhara yoyote, si ndio? Au kwako una madhara? Kwangu umbea wake hauna madhara. Hauna yani. Basi kama ni hivyo tuachane naye. Kama ni kitu kinampa furaha, mwache afanye. Muhimu sisi haitupi madhara yoyote. Sawa. Basi sawa. Poa basi baadaye. Haya, sawa. Niambie. Poa tu baby. Unaendeleaje? Niko fresh. Uko wapi? Kuna sehemu nipo tu. Mwenzio nimekumisi. Nataka tuonane. Hapana, mimi sina muda, nimebanwa sana na kazi. Sasa mbona hata hujajua mimi nataka tuonane lini? Tayari umebanwa na kazi. Lini kwani? Hata hivyo mimi siku mbili niko busy sana na kazi. Acha kunikazia wewe. Mimi nataka tuonane leo bwana, unipe vitu vyangu. Mimi nimemisi. Unanielewa? Mimi nimemisi mambo yetu yale. Hebu tuonane bwana. Hapo bwana, hapo itakuwa ngumu bwana. Si nishakwambia niko busy na tuonane, mimi nitakupa 100,000. Acha hiyo kazi ambayo nakufanya unakuwa busy. Njoo ufanye kazi yangu. Mimi nitakupa 100,000. Unakuja au upo busy? Wewe, unakuja au? Nakuja. Jirani. Toto una siri wewe. Yaani una siri sijapata kuona. Mbona sikuelewi wewe? Kumbe wewe na ule dogo amgeachana. Mimi nilivyoona kama hapa basi nikajua ndo tayari kakukimbia. Kumbe wala haja kukimbia mkaka wa watu. Unatoka hapa, unaenda kwake. Unatoka hapa gengeni kidogo dakika 2, siku nzima unamalizia kwake. Yaani wewe sasa hivi hapa palaliki. Nakwambia kitanda kimeota miba au kimemwagiwa maji. Ukitoka zako hapa, unaenda kwa mshefa. Kwa kijana wako. Jamani maisha haya. Ulalo. Anakupa ulalo. Watoto wa mjini sasa hivi wanaita unalifata shuka kwake. Lugha hiyo wameficha kitu hapo, walifata shuka. Haya sasa, umeshajua ndo huwa analala kwake. Nini kitafuata? Itakusaidia nini? Au utafanya nini? Afu ongea na mimi vizuri. Unajua najua mengi sana kuhusu ule dogo. Hapa yenyewe ninapokuambia nimepewa kazi ya kumfuatilia. Kwa hiyo ukiongea na mimi vizuri na wewe utaenda kuyajua mengi kuhusu yeye. Mimi ni mwingi wa habari kama nilivyokuambia. Ukinijua mimi ni sawa sana umelijua gazeti. Ukinijua mimi ni sawa sana umejua social media ambayo inasambaza habari za watu ziwe maalum au zisiwe maalum. Ukinijua mimi ni sawa sawa na umezijua website kubwa kabisa zile ambazo ziko huko YouTube. Sizitaji kwa majina, lakini ukinijua mimi ujue umekijua chanzo kikubwa sana kwa cha habari. Kwa hivyo zungumza na mimi vizuri ukitaka kujua chochote kinachomhusu yule dogo. Unalo bibie? Wewe ajua hayo mengi, mimi wala sitaki kuyajua. Alafu ujue wewe ni mtu wa ajabu sana Hivi unawezaje kuacha mambo yako na kuanza kufuatilia maisha ya watu? Tena bila kulipwa. Bila kulipwa? Mimi nalipwa wewe. Tena kuhusu kumfuatilia yule dogo, nalipwa vizuri. Umesikia wapi kuna media isiyolipwa hapa nchini? Usipolipwa na mzungu kwa kutumia dola utalipwa na Mswahili mwenzako. Habari ndio hiyo bibie. Akulipe nani bwana mtoka hapa. Chukulia poa.
Unachukulia poa? Ila tatizo langu mimi naongea sana mpaka sometimes nazungumza vitu vya msingi watu wanaona kama vile nafanya masiala. Yaani hapa kwa mfano angenibipu tu. Angejitusu tu kuniuliza bwana huyo Kidi, una habari gani na umuhusu? Mama ningembwagia yote na asingeamini. Laki moja yako hii hapa. Asante sana kwa kazi nzuri ya leo. Yaani, you never disappoint me. Kila siku unacheza juu ya kiwango. Unajua sana wewe mtoto. Bas fresh. Natamani hata tungekuwa tunakaa nyumba moja. Yaani kama mke na mume. Yaani ningeenjoy sana. Au sio? Kwani hutamani? Hutamani ingekuwa tunakaa pamoja, tunalala wote, tunaamka wote, na kupikia chakula, unakula. Eti, si unatamani Hivyo una mume? Ninaye. Mume wangu si ni wewe? Kazi ipo. Halo. Mambo? Poa, uko fresh? Ya, mimi niko poa. Niambie. Mbona unaongea kwa unyonge? Uko wapi? Nipo kazini. Upo kazini kumbe? Ndio maana nasikia pametulia. Ya, si unajua tena ofisini. Sawa. Mimi nimekumisi, ndio maana nikasema hata nikupigie nisikie sauti yako. Sawa. Mimi pia. Kweli? Kweli. Haya, poa basi, acha nikuache ufanye kazi. Tutaongea baadaye. Haya, poa. Nani ulikuwa unaongea naye? Kwa nini unaniuliza? Jamani, nataka tu kujua. Mimi si mkeo. Wewe mama wewe. Wewe mama, hem, twende taratibu. Wewe sio mke wangu, wewe mwacha kuchanganya mambo. Haya bwana. Kwa hiyo ni nani ulikuwa unaongea naye? Umjui, hem, achana na mambo ya kuuliza bwana. Yaani sina kauli kabisa kwako. Unanichukulia poa tu. Mimi naona nikuache. Maana kuna sehemu nataka niwahi. Haya bwana.